Njia maana wamemweka katikati, mmoja mbele, mmoja nyuma, yeye amekaa katikati. Mimi nikachukua pikipiki pamoja na kaka yangu ile ambayo tulikuwa tunakuja pamoja, hata sikuosha na mikono. Kashika njia hata kuko kula sikumaliza kula. Tukafuata huko Maweni. Tulipofika huko tukapata Madam Musias pamoja na wao akiwa anahojiwa hapo. Na wao wakasema kwamba huyu kijana wamekuwa wamemtafuta, kuna mwingine wamemshika kutoka Kisii na wanaharibu jina ya bosi wao kwamba ni mfisadi. Sasa tunaenda naye Nairobi na jambo ambalo wangeshauri kwamba mimi nipate kijana wangu. Sasa tukaanza kushauriana na tukapeleka ujumbe kwa babu yao yuko na nyanya yao. Tukaanza kushauriana kama Goma kwa sababu ameenda. Tukafikiana kwamba mimi nipande gari. Sasa wakati wako katikati ya barabara wanakuja, nikamuuliza, "Je, uko sawa?" Kaniambia wanakuja wako barabarani. Nikamwambia, "Wewe jitie moyo, mimi tayari ninapata gari." Nilipata gari ya saa 3. Hapo saa 3 niliongea naye nikamwambia mimi napata gari naja. Akaniambia, "Hebu waambie afisa wa polisi kama unaweza kuwasiliana na wao ya kwamba wasiniweke mahali ambapo nitakosa hewa ya kupumua. Maana unajua shida yangu mimi niko na shida ya asma." Nikamwambia nitajaribu. Nikajaribu kupigia simu yule aliyenipatia simu, hakunijibu. Sasa namba ya yule mwingine anaitwa Sigei sikupata. Ikabidi niwasiliane na mwenzangu ambaye bibi yake ambaye alichukua namba ya Sigei. Nikamwambia hebu nipe namba ya Sigei niongee naye ili niweze kuwasiliana naye. Hapo usiku nikapiga simu haikupokelewa. Nilifika hapa Nairobi saa 10:24 alfajiri. Kufika pale mahali nikangoja kuche ili niweze kutembea kuja huku. Nilipofika hapa, nilipokuja nikafika hapa. Saa 1 ilinipata mimi niko hapa. Nikajitambulisha kwa ubi. Nikauliza. Nikaomba kutaka kumuona kijana wangu asubuhi. Wao yule afisa niliyempata pale akaniambia kwamba wewe subiri kidogo, bado watu wanahesabiwa. Baada ya kuhesabiwa utahudumiwa. Kaa tu hapo. Nikakaa baada ya kama nusu saa tena narudi na nimuuliza amjabaniza. Akaniambia mzee subiri utahudumiwa. Baada ya nusu saa ilikuwa sasa ni saa nzima. Nikarudi tena. Sasa mimi tokea kwa saa hayo mpaka saa 2 inaelekea na nusu. Sasa mkubwa akatoka huko ndani na sikumfahamu maana yeye ndiye amenipatia mwelekeo. Ananiambia kwamba bado tunashughulikia hesabu za watu hapa ndani na kufanya usafi. Wewe rudi ukakunywe chai. Alafu utarudi muda kama saa 4. Ukija basi tutakutolea mtoto wako umuone. Basi nikarudi huko. Niliporudi huko kaa kuleta saa 4, nikarudi hata sikukula huko. Nilikuwa nahisi wasiwasi sababu sijamuona, nimekuja asubuhi inaelekea saa 4 sijamuona. Tokea hiyo jana sikula mpaka saa hii. Habari nilizopokea baada ya kuingia hapo saa 4 na kufikiri kama dakika 10 ni kuja kuitwa na chaplain wa hii station. Nikaona wale walioshika mtoto wangu